limefanya limeuma wa Kenya zaidi hata kushinda nchi zingine ulimwenguni. Maana wa Tanzania ni majirani zetu. Unapoangalia kama nchi ya Tanzania, hapa Watanzania wengi wanategemea misaada yao kutoka nchi ya Kenya. Mtanzania tu wa Kenya hapa tumeajiri wa Tanzania wengi. Angalia kama mjini Nairobi tumeajiri wa Tanzania wengi sana kufanya biashara. Naenda katika sehemu ya Gikomba kule, utakuta wanaofanya biashara huko wengi sana ni wa Tanzania na wameajiriwa na nchi ya Kenya. Angalia katika mambo mengi sana, katika sekta nyingi sana wa Tanzania wameajiriwa na wa Kenya, na tumewazoea kama ndugu zetu. Kwa hivyo ndugu zetu wanapodhulumiwa, hata sisi tunahisi uchungu sana jinsi ndugu zetu wanapodhulumiwa katika nchi ya Kenya. Swala hili la kusema kwamba wa Kenya ndio wanaingilia masuala ya Tanzania, huo tu ni uzushi mtupu. Kenya haina lolote ambalo kwamba inahusiana na maandamano yanayoendelea katika nchi ya Tanzania. Lakini sisi kama Wakenya tuna kilio moyoni. Kilio chetu tunaunalia kwa sababu ya Watanzania wanapogandamizwa, wakati Watanzania wanapofanywa tena mabaya. Ni kilio cha Wakenya wanatoa. Lakini tunaona wanatoa ya kile kilio tukiwa bado katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo Mama Suluhu asidhani kwamba tutanyamaza. Kenya hawatanyamaza, hata nchi zingine hawatanyamaza kwa sababu ya ndugu zetu walio katika nchi ya Tanzania. Nasema kwamba tutazidi kuinua sauti, kupaza sauti yetu, ulimwengu mzima usikie kwamba kuna mama dikteta. Kuna mama ambaye ameamua kuwa dikteta na mkoloni katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo tutazidi kupaza sauti zetu kama Wakenya, dunia mzima isikie kwa sababu ya ndugu zetu ambao wanadhulumiwa katika nchi ya Tanzania. Mama ni mtu ambaye anaaminika kwamba na utu na hawezi akaketi ama akatulia wakati ambapo watoto wanadhulumiwa ama wanauliwa. Lakini kule Tanzania mambo ni tofauti. Utu ulikwenda kuna jambo moja. Jambo la kwanza, tunapoangalia mama ni nani? Mama ni mama ambaye kwamba huwa wakati watoto wamepata na shida, mama huwa yuko mahali pale kwa sababu ya kuwapa faraja. Wakati watoto wamedhulumiwa labda na mama zao, mama yuko pale kuwapa faraja, kama kuwafariji ama kuwaliwaza. Manake mama ni mtu ambaye moyo wake unapaswa kuwa na huruma. Lakini tunapomwangalia Mama Suluhu tunashangaa, tunajiuliza kweli huyu ni mama ama ni mwanaume aliyevishwa nguo za kike tu kwamba ni mama? Na hata mimi naomba sana kwamba Watanzania ni vizuri kuchunguza Mama Suluhu, kweli huyu ni mama ama kweli si mama. Ikiwezekana ni vizuri kwamba madaktari ambao wako pale waweze kufanya labda utafiti wao, wajue kama huyu ni mtu ni mwanaume ama ni mwanamke, kwa sababu ndio katika maumbile yake anaonekana katika kwamba ni mwanaume hata katika mavazi, lakini katika matendo yake kabisa huyu ni mwanaume kabisa, si mwanamke, ni mwanaume, kwa sababu roho aliyopatiwa ni ya kinyama, si roho ya mwanadamu, amepatiwa roho ya mnyama. Na ukiona mwanamke ambaye anafurahia Watanzania kumwaga damu, aletu ni mchawi. Huyo lazima tu awe mchawi, ama awe tu ni mtu ambaye tu yani ametupwa kutoka kuzimu. Ama awe ni jini, ama awe ni mwanamke jini. Labda tunauliza na Watanzania mtuambie, huyu Mama Suluhu ni mama jini ama Mama Suluhu ni mama wa aina gani? Maana tunajua kwamba tu jini ndio linaweza kwamba kufurahia kunywa damu za watu. Na sasa kama ni mama, kama jamani, mbona ana roho za jini hivi? Mbona ana roho za kishetani hivi? Je, huyo mama ni jini ambaye limekalia kwenye kiti ama ni nani ambao Watanzania kwamba ni vizuri kufanyia utafiti mjue ni nani aliyekalia kwenye kiti? Maana huyo si mwanadamu kabisa. Roho aliyo naye ni roho ya kishetani, roho si ya kiungu kabisa. Mama ambaye amekalia kiti na anafurahia damu za watu zikimwagwa pale, mama ambaye hana huruma. Tulikuwa tunaona Magufuli kwamba wakati ambapo mtu amemwendea Magufuli kama amedhulumiwa, Magufuli alikuwa anasema mwacheni aje aseme shida zake. Lakini naona Mama Suluhu ama mama dhuluma, sisi tunamwita mdhulumu ama dhuluma. Mama Suluhu anapoona mtu akona shida na analia, anasema mtoeni huko nje, mkamsikie huko nje. Sasa tunashinda kwamba huyu mama ni roho aliyo naye ambaye si ya kiungu kabisa.
mama ambaye hana huruma kabisa, akimtoaeni huko nje mkamsikize huko nje. Mama Suluhu, tafadhali tunakuomba na tunakuomba kwa unyenyekevu, jiuzuru, achia kile kiti cha Watanzania, maana tayari umepimwa katika mizani na imeonekana kwamba haujaweza. Uongozi wako umekuwa katika mizani na ya kabisa imeonekana kwamba hauwezi kuwa rais katika nchi ya Tanzania. Hivyo tunakuomba tu Mama Suluhu Hassan, jiuzulu, achia nchi ya Tanzania, wafanye uchaguzi wao kwa imani, wajichagulie mtu anayependa. Maana unapoongoza katika mabavu mahali pale na haupendwi, pia maisha yako yatakuwa hatarini. Hata wewe si mwanadamu tu, jua kwamba unapodhulumu mwanadamu mwingine, hata wewe ni mwanadamu tu, unapowatakia mabaya pia kuna mabaya ambayo unajichimbia mwenyewe, kwa sababu wewe huwezi tembea kwa amani. Na hakuna mtu ambaye amepangiwa kuishi dunia hii miaka hadi milele. Kwa maovu unayofanyia watu pia yatabisha mlangoni mwako. Mama Suluhu, una watoto, hivyo unavyofanyia watoto wengine, watoto wako pia jua hivyo tu. Hivyo ndivyo watakavyofanya, kwa sababu apandacho mtu ndicho atakachovuna. Na hiyo damu ya Tanzania, kwa sababu inalia, najua kwamba hiyo damu itakutesa Mama Suluhu. Damu ya Watanzania itakutesa. Jinsi umetesa Watanzania, damu ya Watanzania itakutesa. Na najua kwamba Mama Suluhu, unaponisikiza mimi ninaongea kama mtumishi wa Mungu, na kwamba mbingu haijakukubali. Mbingu haijakukubali. Mungu hajakukubali mahali pale. Hivyo achia nchi ya Tanzania, maana usipoiachia, usiache wa Tanzania waomboleze kifo chako. Usiruhusu wa Tanzania waomboleze kifo chako. Hivyo na kuomba kwa wema, jiuzuru, achia nchi ya Tanzania, wajichagulie rais wao. Na mtumishi wa Mungu, labda wafikiria kwamba kujiuzuru kwake Samia Suluhu kutaleta jambo lolote nzuri? Manake hata iwapo watajiuzuru, kuna mambo ambayo wanafaa wabadilishwe pale. Manake hata kama atatoka pale, kuna kile ambacho wananchi wanalilia, mabadiliko ya katiba. Kuna kitu kimoja, Mama Suluhu akiingia mahali, manake Mama Suluhu tu ndio kizuizi, pingamizi kwa katiba. Mama Suluhu ndiye pingamizi kwenye katiba. Mama Suluhu akiondoka pale, atakayeingia pale, atakayechaguliwa na wananchi, najua kwamba amejua tatizo la wananchi, amejua shida ya Tanzania, naye atakapoingia pale, ninajua kwamba ataruhusu katiba ibadilishwe, na itakapobadilishwa ile katiba, Watanzania wapate haki yao. Watanzania kwamba wawe na haki yao ya kuchagua mwenye anayetaka, wawe na haki yao mpaka ya kuzungumza na demokrasia ya kuzungumza. Maana Tanzania wanaishi kama watumwa katika nchi yao wenyewe, wanaishi kama watumwa. Kuna wimbo waliimbiwa na Rose Muhando, kwamba tumekuwa watumwa katika nchi yetu wenyewe. Na ni kweli, Watanzania wamekuwa watumwa katika nchi yao wenyewe. Kwa mikono ya huyu Mama Suluhu Hassan umefanya Watanzania kuwa watumwa. Ndiyo kweli walikuchagua mahali pale wewe watawale, lakini umewafanya Watanzania kuwa watumwa. Na iwapo wewe umewafanya Watanzania kuwa watumwa, ina maana kwamba wewe mahali pale kile kitu ambacho umekalia hakikufai kidogo, hakikufai. Na kile kiti ni hatari. Kile kiti umekalia ni moto. Kile kiti Mama Suluhu umekalia ni moto, kwa sababu kile kiti kitakutapika. Kile kiti kitakutapika. Kwa hivyo narudia tena, achia nchi ya Tanzania kwa amani. Achia nchi ya Tanzania kwa amani. Kile kiti ulichokikalia kitakutapika wewe mwenyewe Mama Suluhu. Sasa hivi tunaye Tundu Lissu ambaye hatujapewa information kwamba ameachiliwa ama hajaachiliwa. Wafikiri kwamba itakuwa na utofauti mkubwa iwapo upinzani ambaye ni Tundu Lissu watazungumza na Samia Suluhu, ingawaje zile information tunapata ni kwamba Samia Suluhu hataki mazungumzo? Labda nje ya Tanzania elekea wapi? Kuna kitu ambacho ndazungumzia, kwa sababu Mama Suluhu hataki ushauri wa mtu yeyote. Mama Suluhu anaamini ushauri wake ndio mwisho. Anaamini kwamba yeye ndio kila kitu.
Yeye ndio kila kitu, yeye ndio mwisho wa Tanzania, yeye ndio Mungu wa Tanzania, yeye ndio kila kitu pale katika nchi ya Tanzania. Na mazungumzo yake na Tundu Lissu sidhani kama yatatukia, kwa sababu jambo la kwanza, Tundu Lissu akitoka kule gerezani maisha yake yako hatarini, na iwapo kama ataondolewa, atatoka gerezani, unless atoke gerezani na aende mafichoni katika nchi nyingine tofauti, ama apatiwe ulinzi wa kutosha. Manake atakapotoka mahali pale, Mama Suluhu niko na uhakika kwamba anaweza kumuua yule Tundu Lissu, kwa sababu Tundu Lissu ndio watu wanampenda sana Tundu Lissu. Na kwa sababu katika nchi ya Tanzania mtu hapatiwi security, upinzani haupatiwi security. Tundu Lissu akitoka pale maisha yake yatakuwa hatarini. Hivyo sidhani kama kutakuwepo na maongezi yote kati ya Tundu Lissu na Mama Samia Suluhu, na kama yanaweza kuwepo unless tu kwamba nao sasa Mama Suluhu kama atakuwa sasa amejiuzuru kuwa rais wa uchaguzi mwingine ufanywe. Maana akiwa tu ameketi kwenye kiti kile ni hatari pia kwenye upinzani. Upinzani wamenyamazishwa vinywa vyao, hawezi ongea. Mama Suluhu akiwa mahali pale anawanyamazisha, anawafunga midomo yao. So Tanzania walimchagua, waliruhusu hatari katika utawala wao. Waliruhusu mtu ambaye ni hatari sana katika utawala wao. Maana yule mama akiendelea kuwa pale zaidi ya miaka miwili, Tanzania watakuwa wamepita katika moto. Tanzania itakuwa imepita katika moto. So Tanzania sio nchi huru kwa sasa. Kuna fununu huenda pia Samia Suluhu akajiuzuru, lakini bado akaachia mtu wa familia. Labda kule Tanzania wanafaa kufanya nini wasiingie kwa shida, wapidani ndio wametoa shida? Tanzania mimi naona kitakachoendelea sasa, kitakachotokea katika nchi ya Kenya, manake raia wa Tanzania wameghadhabika sana na Mama Suluhu, na maandamano yatakao kuwa mahali pale inawezekana kwamba yakamwezesha Mama Suluhu resign katika urais wake, kujiuzuru. Na kitakachotokea naona kwamba hata atakayeachiwa pale pia atapita katika hali ngumu, na naona kitakachofuatia ni Tanzania itabaki katika mikono ya jeshi. Itakapokuwa katika mikono ya jeshi, basi ndipo sasa wataandaa uchaguzi wao kwa amani. Maana mradi tu Samia yuko mahali pale, hakutakuwepo na uhuru wowote wa kufanya uchaguzi mwingine, ama hakutakuwepo na uhuru wa mtu kukalia kile kiti kwa amani. Na atakapa ndio hata jiuzuru kwa kupenda kwake, atajiuzuru kwa sababu ya shinikizo la watu na pia ya mataifa kutoka nchi za nje, ajiuzuru. Na ili sasa uchaguzi ufanyike kwa amani, itabidi kwamba nchi ya Tanzania ibaki katika mikono ya jeshi. So sijui kama kuna ziada. Labda tukimalizia swali la mwisho, labda kesho kunayo maandamano ambayo yamepangwa, na pia wale polisi wa idara ya polisi ishasema kwamba kutakuwa na maandamano. Labda maneno yako ya mwisho tukimalizia kwa Tanzania ambao wamepanga kuandamana. Mimi ningeliwaomba Tanzania sana idara ya polisi na jeshi wajue kwamba wanaoandamana pia ni ndugu zao, wanaoandamana ni watoto wao. Hivyo wasiruhusu umwaikaji wa damu kwa ndugu zao. Maana wanaporuhusu umwaikaji wa damu katika ndugu zao, watakuwa wasaliti katika nchi yao wenyewe. Hivyo polisi, msiwe wasaliti kwa sababu ya nchi yenu wenyewe. Tanzania ni nchi yenu. Mmechukua muda mrefu sana kuijenga Tanzania, lakini msiruhusu Tanzania ianguke kwa siku moja. Hivyo polisi ambao mnaoongoza mahali pale, sana mkiongozwa na huyu polisi anayeitwa Muriro ambaye ni kibaraka cha Samia, ninawaombeni hivi, iachieni nchi ya Tanzania kwa amani, na mjue kwamba wanaoandamana ni ndugu zenu, sio kuku wanaoandamana. Ndio kwamba mtawaua na kuwachinja na kuwaurusha makaburini vile ambavyo mnavyoona. Wanaoandamana pia ni ndugu zenu. Kwa hivyo nawaomba polisi, msimwage damu ya ndugu zenu.
wanaandamana kwa sababu ya haki yao wenyewe. Ugandamizaji umekuwa katika nchi ya Kenya, ya Tanzania sana, na watu wamedhulumiwa vilivyo katika nchi ya Tanzania. Hawana uhuru wao, wanaishi kama watumwa katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo polisi na jeshi la Tanzania, ushauri wangu ni kwamba wanaoandamana si kuku, wanaoandamana si wanyama, wanaoandamana ni ndugu zenu, na nawatia kwamba hapo wanaoandamana ni ndugu zenu wenyewe.